Mchungaji, shikamoo. Marhaba. Maisha yanasemaje? Maisha mazuri. Mradi afya ndio utajiri wa kwanza, afya na utulivu, amani ndio utajiri wa kwanza duniani. Kwa hiyo maisha mazuri sana. Maisha mazuri. Unalamikaje? Maisha mazuri. Basi tunashukuru. Lakini kwetu sisi huku mtaani naona maisha sio mazuri sana kwa sababu tumekuwa tukisikia malalamiko ya watu wengi. Wewe kwako ulalamiki, lakini watu au mashabiki zako huko nalalamika sana, hasa baada ya wewe kuonekana kwenye hizi kampeni nyingi kiitwa, hasa ile kampeni ya Mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan. Alafu kuna kampeni nyingine hii ya Mheshimiwa Zungu, na pia juzi hapa amekuona kwa Haji Manara. Sasa imekuwa ikiibua hisia za watu wengi. Sasa wanaokufahamu wanasema njaa, umenunuliwa, umewasaliti. Sasa kwa upande wako wewe unaichukuliaje? Kwa nini umeamua kwenda kule? Kweli ni haki yao wakati mwingine mtu kusema. Unajua haki moja wapo ya msingi mtu kusema neno lolote mradi avunji sheria. Lakini wakati mwingine inakuwa unayemsema sio sahihi. Kwa mfano mtu akisema nimenunuliwa. Nimenunuliwa na nani? Kuna ushahidi unaothibitisha kabisa. Lakini njaa, wote tuna njaa. Anayefuatilia kwenye YouTube, anayefuatilia mambo mbalimbali, wote tuna njaa kwenye maisha. Hakuna aliyeshiba, hata anayesema ana njaa. Na sijajua tafsiri yake ya njaa ni ipi. Kwamba pengine napewa chakula na yeye ujue. Kama yeye ndo ananipa chakula atajua njaa yangu. Njaa yangu ujue anajua mke wangu. Mtu mwingine akisema njaa silali naye, sikai naye, hiyo sasa swali lingine ujue hilo. Na mtu mmoja aliandika simpendi wewe mzee, tunaanza kupendana tena wanaume. Nikae naanza kupendana na wewe, hiyo si hatari nyingine. Yaani mimi hapa nikae nifikirie nani ananipenda. Wanasema Ruteli wamemtema, hana hata uhakika anachokisema huyo. Na anaandika ujue kwenye YouTube inaonekana Ruteli, ndio maana Ruteli wamemtema. Simpendi. Sasa wewe hata ukinipenda mimi napata nini? Mpende wazazi wako, kijijini umewaacha. Penda bibi yako. Kwa hiyo mimi nina haki ya kwenda mahali popote. Sijawasema jambo gani la pamoja. Mimi wakati nashangaa mtu anakulaumu kwenye YouTube, anakulaumu kwenye comment zake, hamna jambo la pamoja ujue. Kwani wewe unataka niende wapi? Ananiruhusu niende wapi, nisiende wapi? Ndani yangu ni Mungu mwenyewe, lakini mimi mwenyewe na mke wangu ujue. Mtu mwingine anachukua nafasi ya mama ujue nyumbani. Anataka niruhusu niende wapi, nisiende wapi. Yaani mambo ya ajabu sana. Na mimi kama kiongozi wa dini, mimi naenda popote ninapoalikwa. Hata kama sijaalikwa, mimi pale napeleka neno la Mungu. Sipeleki kwenda kusema fulani ashinde. Mimi na kitu cha kwanza ninachokijua ni Tanzania mama ambayo Mungu ametupa kama zawadi. Mimi naenda pale naomba na itafuta amani ya Tanzania. Na mimi niwaambia chama chochote kiniita mimi naenda. Kiwe chama si cha uji, kiwe chama cha kupika mtori, kiwe chama mimi naenda. Yesu aliingia mpaka kwenye masinagogi ya Wayahudi. Nilienda kwenye msikiti wa fulani mtu akasema anajipendekeza, yani unaogopa msikiti. Basi huyo huna Yesu ujue, una yetu. Yesu aliingia mpaka kwenye masinagogi ya Kiyahudi. Hajawahi kuingia kanisani Yesu. Aliingia kwenye masinagogi. Sinagogi tafsiri yake msikiti wa Kiyahudi. Sasa watu wengine Biblia hawasomi, wanaendeshwa na mihemuko tu. Wewe unataka niende wapi? Mimi naenda kufanya maombi ujue. Ndio maana nilisema hata mochwari mimi naenda. Unasikia usikii marehemu mimi naomba. Utajua mwenyewe ujue. Kwa hiyo mimi kule kwenda hawezi kunikataza mtu. Hata yeye akiniita kama ana chama chake cha kupika makongoro mimi nitaenda. Kumuombea ili auze makongoro, ng'ombe wazaliwe wengi. Chama cha makongoro. Apate miguu ya ng'ombe. Mimi nitaenda kuomba. Mimi kazi yangu kupeleka habari njema popote. Mimi sina chama, mimi ni Mtanzania. Lakini mimi ni mtumishi wa Mungu. Wote ni watu wangu. Wakati mimi unasema sana nawachukia hawa watu wa vyama CCM. Wao ndio wanakuja kanisani. Sasa nawachukia kule nje. Nafua sana ningewazuia hata kanisani ujua sije. Wale wakichaguliwa baadaye wanakuja kutoa shukrani. Sasa nitaikataa shukrani yao? Hauwezi. Mbona shukrani unaipokea kanisani? Kwamba tumeshinda. Kwa hiyo mimi naenda. Na sio hapo tu. Nilialikwa kwa Kabunju kule kwa rafiki yangu Zimwi, mwenyekiti wa wenye vita serikali ya mtaa Kinondoni, nilikuwa Njombe. Njombe nilienda kule Igwachanya Banawanu. Kwa naibu waziri yule wa TAMISEMI. Nilikuwepo kwenye kampeni yao. Nimefanya maombi pia. Wasipate ajali, wasumi wale ni Watanzania wenzetu. Tumegawanyika kwenye vyama, sisi ni Watanzania. Lazima akili yetu ikae vizuri.
Hatuwezi kuchukiana na mimi kiongozi wa dini. Tena Biblia imesema waombeeni wanaofanya nini? Wanaowaudhi. Mathayo sura ya 5 mstari 43, 44, 45 mpaka 48. Mkio imeandikwa kwamba wapendeni jirani zenu, wachukieni adui zenu. Lakini mimi nawaambia, Yesu mwenyewe. Yesu anasema mimi nawaambia wapendeni adui zenu, waombeeni wanaowaudhi. Hata kama kuna chama kinaniudhi, kuwaombea ni haki yangu. Uwezi wewe mtu kunikataza. Kuna watu jue anajipanga kama ndo anaendesha maisha ya watu wote yeye. Yani anataka nyewe mfanye wote kama yeye. Sasa sisi msukule wako sisi. Samahani kidogo mchungaji, labda watu wanakuchukulia mtazamo kwamba sasa hivi kuna wachungaji ambao pia wapo ndani ya vyama fulani na wamejiweka kabisa wapo ndani ya vyama fulani. Labda sasa wanakugawanya wakuona labda wewe umejigawanya, haupo Chadema, labda upo CCM, labda NCCR Mageuzi haupo, wamekuona ukienda labda kampeni zote za CCM tu, ndio maana labda sasa unaendaje mahali hujalikwa? Ukitakiwa utaitwa, waswali wanamsema ukihitajika utaitwa. Sasa naendaje huko kwingine ambako sijalikwa? Na hao wengine ni hao, sio mimi. Usinifananishe mimi na mtu mwingine. Hata kwenye ndoa ugomvi mkubwa uko hapo. Kumfananisha mwanamke na mwanamke mwingine au na mwanamume mwingine. Mimi ni mimi na hao ni hao. Hakuna jambo gumu na baya kwenye ndoa kunifananisha mimi na mwanamume mwingine. Kwa nini usifananishwe? Kwa nini nani? Mimi ni mimi. Ungetaka kuolewa na hao ungeenda, ungetaka wanaume warefu ungeenda kuolewa na Wamasai. Umepata mwanamume mfupi songa naye mbele, kwa maana mimi ni mimi. Ukitaka wanawake wembamba nenda kwa Wasomali. Umeoa mwanamke kama mbuyu, kumbatia mpaka mikono haishwe, kumbatia. Utakuwa umeoa Prado hilo. Kwa hiyo sasa usinifananishe mimi na hao wengine. Ni kosa kubwa sana kuwajumulisha watu wote kwa kosa la mtu mmoja. Na huna utafiti ujue. Alafu sasa huyo ni mkaguzi kwani wa watumishi? Amepewa kazi hiyo lini yeye kuchunguza watumishi wanaenda? Wewe ni mke wa watumishi. Unataka kuchukulia nafasi ya mke wangu? Yaani wewe ndio unataka kujua naenda wapi na siendi wapi. Wewe nani? Mimi nauliza tuna chama gani cha pamoja? Tuna kusanyiko gani la pamoja? Nimekusaliti wapi? Nimekusaliti kwani wewe mchumbangu? Nasaliti mchumbangu. Yaani mtu anajitumbukiza kwenye mambo ya kisichana wakati mwingine ya kike kabisa yani. Analamika mtu mpaka unamshangaa. Hii ni akili ya kijinga. Mimi naenda na kesho Jumapili naenda hapa kata ya Wazo kwenda kufanya maombi, nimealikwa. Unaona? Ndio. Nikitoka hapa mimi nasonga mbele popote, hapa Injili popote mpaka kwenye baa. Mpaka kwenye puru. Wanapocheza puru Injili inapigwa hapo hapo. Mimi kazi yangu Injili tu. Na nilikuta kule Banawanu kule Njombe, wilaya Wanging'ombe, kwaya zinaimba. Ni kitu cha kwanza nimeona kwenye mikutano kwaya zinaimba za kanisani. Mikutano ya kampeni. Nikaona kweli nini ya kistaarabu. Kwaya watu waimbaji ni watumishi wa Mungu. Kazi yao ni kupeleka habari njema kwenye mikutano. Kuna mmoja mwimbaji ameenda kwenye kampeni afu eti ameomba msamaha, mimi nikacheka kweli. Yaani wewe kuna watu wana drive wanaendesha maisha yako kweli. Umewadhalilisha wale waliokuita, unamuomba msamaha nani? Nani anaendesha maisha yako ndugu mtangazaji mpaka umuombe msamaha nani? Mungu tu. Eti unaogopa sitapata watazamaji. Kwani mimi niliwatuma wanitazame? Nilikutuma unitazame. Lakini samahani akanitisha eti nilipotoka pale Kawe mimi nitakuwa miongoni mwa watu wameniweka kwenye orodha, nikifa watashangilia kama waliomshangilia Ndugai. Nikasema kwanza nilikutuma ulie, marehemu ametuma mtu alie. Wewe unalia kwa ajili ya pilau pale umekuja. Kwani wewe usipolia mimi nafanya nafufuka? Hata ukilia mimi nisaidie. Ukiacha kulia nisaidie. Marehemu ametuma mtu? Hapana. Wewe unakuja pale kwenye msiba kulia kwa ajili ya pilau tu. Unaona? Lakini hamna lolote, kwani huzuni yako inasaidia. Ungehuzunika wakati naumwa. Unataka kulia nikushangilie nimekufa. Yesu kwanza aliwakataza watu kumlilia, hata Yesu aliwaambia enyi binti wa Yerusalemu msinililie mimi. Jililieni wenyewe na watoto wenu. Wewe unanililia mimi unijue eti wanasema tunakuweka kwenye orodha. Kwanza mimi hata watoto wangu nimwambia nikifa shangilieni. Huyu amejiingiza kama ametoa nini amejitanguliza mwenyewe. Yaani wewe sikujue unanitisha. Yaani nchi bwana tunatishana hii. Eti tunakuweka kwenye orodha ya watu ukifa tunashangilia. Samahani kidogo mchungaji. Hao wanaosema wanakuweka kwenye orodha ukifa watashangilia ni wakina nani? Wao komenti zao kwenye mitandao humo. Basi hao wanasema hivyo kwa sababu moja, sababu moja ambayo inaweza kusema wafanye hivyo au waseme hivyo ni kwamba wanasema umewasaliti. Sasa tuna jambo la pamoja lipi? Kwanza sikujui nimekusaliti vipi? Unajua hiyo ndio akili ya kitoto sana. Wanasema mchungaji umewasaliti. Ni akili ndogo sana kwenye kampeni za chama.
Mimi kule naenda kufanya nini? Kwani nimesema kwenda mkamchague mtu fulani? Mimi nimeenda kufanya maombi. Mimi kwangu mtu yote anataka maombi naenda. Sikuja kwa Yesu amesema sikuja duniani kwa wenye afya. Wenye afya hawahitaji tabibu bali walio wagonjwa. Mimi naenda kufanya maombi popote, maombi. Sio tu pale maabusu naenda. Watu wakitaka maombi nilikuwa naenda. Unaona? Na wale ni wahalifu wamefungwa wengine maabusu. Jela tunaenda. Hicho kwenye mkutano ni kuombe radhi wewe nani? Nikuombe radhi wewe mke wangu. Yaani mimi nikaa hapa naomba radhi watu eti. Na bembeleza watu nisiowajua, hatuna kundi la pamoja. Hatuna jambo la pamoja. Sasa unasema nimekusaliti sikujui. Kwenye msiba wako nitashangilia. Shangilia mimi marehemu nakuona. Akili ya kijinga kabisa ujue. Ndio hasira za kipuzipuzi tunajazwa na watu badala ya kuletea ufumbuzi wa maisha yetu, tukae tupange maisha tunatokaje hapa. Hata kama kuna changamoto za maisha serikali inafanyaje, tukae pamoja tunatokaje. Unaishia kukasirishwa. Kuna watu wameshika vimaiki vyao tu wanatukasirisha tu. Hakuna ufumbuzi ujue. Yaani Watanzania sasa tumekuwa jinga, tunajazwa hasira tu basi. Yaani anatujaza hasira halafu hatuambii. Ni sawa sawa na mtu anakuambia mwezi wako ile namjua. Mwezi wako ile namjua aliyekuibia, lakini hakuambia tunafanya mbinu gani ya kumkamata sasa. Au tuondoe tatizo la wizi, hamna. Sasa tumefanywa wajinga wa kujazwa hasira tu basi. Na sisi tunajaza hasira tunavimba tu. Na ndio natukana kila mtu. Mambo ya kijinga kabisa. Yaani mimi nisiende mahali nilipoitwa kwenda kufanya maombi kama kiongozi wa dini, naogopa watu ambao siwajui. Alafu sijamwambia nitazame kwamba tuna jambo la pamoja liko wapi. Nimekusaliti na jambo la pamoja la kuuza nini? La kuuza mayai. Na jambo la pamoja sababu mpo kwenye chama kimoja. La kuuza pilipili na jambo la pamoja. Jambo gani la pamoja mimi na wewe nimekusaliti? Ninamsaliti mke wangu sio wewe. Kwa hiyo sasa neno la mwisho kabisa unawaambiaje watu wanaokusema kwa kwenda kwenye kampeni za vyama vingine hivyo na chama cha CCM na hata wengine wanataka kuita wanataka kusema umewasaliti? Neno la mwisho naambia waendelee tu. Kwa sababu midomo ni mali yao na nchi hii imetoa uhuru wa mtu kuongea analotaka, waendelee. Lakini mimi kwenda maneno yao hawezi kubadilisha nisiende. Yaani mimi akili yangu hapa iendeshwe na wao. Yaani wao mtu mwenyewe hata simjui ujue. Na yeye hana kazi, anakaa humo tu anaangalia kwenye mitandao ili kujibu watu. Hana cha kufanya ujue. Watu waonyesha kufanya uwaone. Na wengi wenzangu mimi, watu wameelewa stabil wao ni mwanangaika. Watu wenzangu mimi wale kutwa nzima akapata simu ndo kazi yake hiyo. Anahangaika nayo na simu kutwa. Yaani huyo hata kama kuoa hafai kuoa. Hata kuolewa hafai. Hafai huyo. Kutwa nzima yuko humo. Utafuta mtu atasema nini? Amkataze na matusi. Hawa. Mimi naenda. Hata kwenye chama cha uji, cha ubwabwa mimi naenda. Chama cha futari, cha mtori naenda.